Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Ninawasalimu makutano. Ni siku nyingine tena. Imempendeza Bwana niwe mahali hapa ili niwaletee yale maneno ya uzima. Basi mimi si mwingine, ni yule mwalimu wenu Deborah Charles. Nimekuja kuwaletea maneno ya uzima usiku wa leo. Leo nimekuja na neno moja linasema, muombe Mungu akutoe kwenye huo utumwa unaopitia. Kama nilivyokuambia, ninaitwa mwalimu Deborah Charles, mama wa kijito cha utakaso. Leo nimekuja na neno moja linasema, muombe Mungu akutoe kwenye huo utumwa unaopitia. Neno la msingi linatoka katika Isaya 42 na mstari wa 22 mpaka 23. Acha tusome tuone linasema nini. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. 22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye. Huyo ni Isaya, anaongelea habari ya watu ambao walikuwa wamenaswa. Sasa yeye alikuwa ndo anaanza katika kuitwa na Mungu kwamba aende akaokoe hawa watu. Mungu anamwambia Isaya kwamba watu hawa wameibiwa, wala hakuna mtu anayesema awatoe mahali pale. Kwa alikuwa anajaribu kumsemesha za mtu anaitwa Isaya ili aweze kutega sikio lake, amtume aende akatoe watu hao. 23. Ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo, atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao? Huyo ni Mungu anauliza, ni nani ambaye yuko tayari miongoni mwao anayeweza kujitiisha akatega sikio lake la ndani ili Mungu aweze kumbebesha ule mzigo kwa ajili ya kwenda kuwatoa watu wake utumwani. Basi ngoja tufunge macho yetu tuweze kuomba kwa ajili ya neno la msingi. Baba, katika jina la Yesu, ninakuinua, ninakutukuza. Asante kwa kumenipa kibali tena cha kusimama katika madhabahu yako. Nami naitakasa madhabahu hii kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninajiweka wakfu kwa ajili ya kazi njema, nipate kuwahubiri mataifa habari njema. Kama ulivyosema, umetutuma katikati ya mbwa mwitu ili tusinene siri za ufalme wa Mungu. Nami nipo tayari Bwana, nitumie kama chombo. Ninaomba malaika wako washuke na kupanda kwa ajili ya kuleta lile neno lililo freshi kwa ajili ya watu wako. Baba, ninaomba unipake mafuta yako matakatifu, mafuta ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Ninapoenda kuzinena siri zako, Baba, tiisha kinywa changu, achilia kile kinywa ambacho ulikitahiri na kukifanya kuwa upanga. Weka kaa lako la moto, kifanye kuwa kinywa kitakachofikisha milima na mabonde. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwaminifu, utaenda kunitumia kama chombo. Ninajiweka wakfu kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kama nilivyosema, kichwa cha somo kinasema, muombe Mungu akutoe kwenye huo utumwa unaopitia. Siku ya jana tuliongelea habari za omba Mungu ajifunue kwako, akuonyeshe utukufu wake wakati unapita kwenye yale mapito mazito, kwenye jaribu zito. Kwa tulieleza habari za akina mwanamke yule aliyetokwa damu miaka 12. Tukatoa mfano, alipita kwenye nyakati ngumu, lakini alimuona Bwana akiachilia nguvu zake. Ndivyo alivyojifunua kama shoti ya umeme. Wakati amegusa lile pindo, tunaona
yule mwanamke akaona chemichemi yake ya damu imekauka. Na tena tukatoa mfano wa mtu mmoja anayeitwa Gideon. Gideon, Mungu alijifunua kwake akimtuma malaika, na malaika akamweleza ya kuwa usijione mnyonge, wewe ni shujaa wa Bwana, utaenda kubomoa misingi na maagano yale ya kimila kwenye ukoo wenu. Kwa hiyo tunaona Gideon anajitetea, anajaribu kumwambia Mungu, basi ninaomba nilete sadaka. Malaika akamwambia, niko hapa na kusubiri. Akaiweka ile sadaka. Tunaona utukufu wa Mungu ulishuka kama anavyoitwa yeye ni moto ulao, na kweli alijitukuza. Ule moto ukashuka na kuweza kuilamba ile sadaka. Hiyo yote ilikuwa ni katika kujifunua, ili huyu anayechaguliwa kwenda kuvunja ile miungu ya ndugu zake asije akaonewa, ili hata atakapoivunja ule moto ambao Mungu amejifunua nao kwake uwe sababu ya kumlinda. Kwa hata alivyoenda kuzibomoa madhabahu, baba anajaribu kumwambia kwamba jamani, basi kama si Mungu wa Gideon yeyote amuue, lakini kama ni yeye atajitetea mwenyewe. Kwa hiyo tulienda parefu sana. Lilikuwa ni somo zuri, nenda kalifuatilia YouTube, utaliona tumeeleza kwa mapana. Tukamgusa yule mtu anaitwa Simeon Petro, wakati yuko ametafuta muda mrefu. Kwa hiyo tuligusa uchumi, ameshusha nyavu zake kila wakati hapati chochote, lakini Yesu Kristo akajifunua kwake kwa utukufu mkubwa. Tunaona alishusha zile nyavu zake, zeni akaja akatokea na zile samaki nyingi sana, akashindwa hata kuzibeba. Nini ninakufundisha? Siku ya jana tuliongelea habari za nguvu ya utukufu wa Bwana unapotokea, watu wote wanatiishwa. Tukatoa mfano tena kwa yule Yesu mwenyewe, kwamba alipotokewa na wale malaika, mtu aliyefunuliwa ule utukufu alikuwa ni mtu anaitwa Simeon, huyo Petro. Kwa Petro alipendwa na Bwana, alitokewa utukufu mara kwa mara. Kwa hiyo nini na kufundisha? Kama hautakuwa ukusikiliza, nenda kaisikilize hiyo media, iko na vitu vizuri, usiache. Bado tukatoa mfano juu ya lile tetemeko, wakati malaika wa ufufuo anakuja kumtoa Yesu Kristo kwenye lile pango alilolimweka. Tunaona tetemeko lilitetemesha mahali pale, na wingu lilishuka na mwanga mkali. Hata wale walinzi walioambiwa walinde lile kaburi, neno la Mungu linatuambia walibaki kuwa kama wafu. Nini? Utukufu wa Mungu. Kwa hiyo tulieleza kwa mapana, ni somo zuri. Ukipata kibali nenda kalifuatilia. Tukaelezea hadi kwa Yethro, ni vitu vingi sana, lakini leo nimekuletea habari za kutoka kwenye utumwa. Muombe Mungu akutoe kwenye huo utumwa unaopitia. Mimi sijui mtu wa Mungu unapita kwenye utumwa gani. Bana, kila mtu ana utumwa wake. Kila mtu ana kitu ambacho kinamng'ang'ania. Kwa hiyo inategemea wewe unapita kwenye jaribu gani. Tunaona Bwana anaeleza hapa wakati anamwambia Isaya kwamba ninatafuta mtu nitakaye mtuma aweze kuwatoa watu wangu wamenaswa kwenye mashimo. Biblia inatuambia lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Ni kweli nyakati hizi tunaishi na watu tunapoonana nao ni kama watu wazuri, lakini katika ulimwengu wa roho ni watu ambao ni simba. Biblia inasema inawafananisha na watu waliovaa sura ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Wengine wanafananishwa kama kaburi lililopakwa chokaa, lakini ndani ni mifupa iliyooza. Kwa watu hawa wamekuwa sababu ya kutesa wenzao. Unakuta katika familia watu wako hata 7, lakini tajiri unakuta ni mmoja tu, au wanatokea 2, lakini ukifuatilia ule utajiri wake, ndipo tunaenda kwenye somo. Ukifuatilia ule utajiri wake
ni watu wengi amewanasa na kuwaweka kwenye utumwa. Kwa amekalia kiti cha ndugu zake, yeye anapanda vyeo, lakini kuna watoto wa ndugu zake wanatoa udenda tu. Unakuta mtu amekuwa mapooza, lakini unakuta katika wale watoto walio mapooza yeye anazidi kuwa tajiri. Au mwingine unakuta familia kuna mtu amekuwa kichaa, ni mtumwa yule, amekuwa mateka, hawezi akajifungua. Kwa hiyo unakuta ametekwa miaka mingi, yeye ni kuokota makopo. Wakati anaokota makopo, yeye kule anafanikiwa. Watu wa Mungu, lisikilizeni neno hili. Mungu anayambia mataifa, mimi ni chombo tu. Lisikilize neno hili. Wewe unayafanya hayo, Mungu hulituma neno ili tupate kutuonya, lipate kutukomboa, lipate kututoa kwenye ule utumwa ambao adui anatuweka bila sisi kujua. Kwa mimi nataka nikuambie mtu wa Mungu, usiku wa leo nimekuja kukutoa kwenye huo utumwa ambao unapitia. Mimi sijui unapita kwenye utumwa gani. Neno la Mungu linasema watu hao wamenaswa na mashimo, tena wametekwa. Nalisikia neno la Mungu, wote wametekwa na mashimo, wametekwa na kunaswa katika mashimo. Mimi sijui umenaswa wapi, maana mashimo anayoongelea Mungu hapa ni zile shida unazopitia. Kuna mtu unaona anahangaika, yeye ni kuuza mihogo kila siku mpaka maisha yake anaenda kufa. Lakini ukiangalia njosi alionayo, Mungu amemwandalia kitu kizuri sana, lakini walishazimisha wakaiua. Nini kinatokea? Neno la Mungu liko wazi, linasema miaka mingi. Lisikie neno la Bwana. Hauwezi ukatoka kwenye huo utumwa kama bado hujakubali kumpa Yesu maisha yako. Ili utoke kwenye utumwa, kitu cha kwanza ni umpe Yesu maisha yako, ili akufanye kuwa nuru, akupe mwangaza wake. Na ndio maana anasema ya kuwa watu hawa wameibiwa, lakini hakuna anayesema rudisha. Watu hawa wameibiwa, hakuna anayesema rudisha. Watu hawa wamefanywa kuwa mateka, watu hawa wamefanywa kuwa misukule, watu hawa wamefanywa kuwa wakuita biashara za watu madukani mwao. Nini kinatokea? Ni kwa sababu tumekataa wokovu ambao Yesu Kristo ametuletea wanadamu. Amepigwa msalabani ili sisi tupone. Kwa kupigwa kwake, neno la Mungu linasema yeye alikubali kupita msalabani ili tutokee sisi makuhani. Biblia inasema alipobwaga damu yake alimnunulia Mungu makuhani, alimnunulia Mungu watumishi wake, ili wapate kutangaza siri hizi za ufalme wa Mungu. Na mimi nimekuja na neno moja tu. Ninataka kukutoa mama uliyenaswa kwenye mashimo haya. Miaka 10 huna mtoto, miaka 20 uko kwenye ndoa, umepitia mateso mengi, ndugu na jamaa wamekusema, mawifi wameinua midomo. Ninasema hivi, lisikie neno la Bwana usiku wa leo. Ninakuambia leo utatoka kwenye hilo shimo ambalo umenaswa. Maana neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu ndio hututoa kwenye hizo shida. Kwa hiyo huwezi ukatoka kwenye utumwa kama bado unang'ang'ana na anasa zile ambazo unasema siwezi nikaokoka kwa sababu bado nipo kijana. Walio wengi wanasema mimi bado ni kijana, siwezi kuokoka. Wokovu ni wa wazee. Tunapita kushuhudia watu wanakuambia mimi siwezi nikaokoka sasa hivi kwa sababu bado napenda kunywa pombe. Kwa hiyo utumwa mwingine mwanadamu anautaka mwenyewe. Analipata neno la Mungu lakini hawezi kulifuatilia, hawezi kuliwekea mkazo. Anakuambia bado kidogo, bado navunja nini? Mifupa. Angalia, utavunjika mwenye kabla hujaivunja. Kwa hiyo nimekuja kukuletea habari hizi usiku wa leo. Wewe uliye kwenye utumwa, umeumwa kansa miaka mingi, lisikie neno la Bwana. Neno la Mungu ndio hutusafisha, neno la Mungu ndio hutuponya. Ukisoma ile Zaburi 107 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema Bwana hulituma hilo neno lipate kututoa kwenye maangamizo, lipate kututoa kwenye magonjwa, lipate kututoa
kututoa kwenye ule utumwa ambao adui ametufunga kamba bila sisi kujua. Adui anapotufunga unakuta anachukua mdori. Mwingine anaweza akachukua mdori, inategemea amepewa maelekezo gani kwa mganga wake. Anachukua ule mdori, anakufananisha kama wewe. Anaita lile jina la yule mtu. Akishaliita lile jina la yule mtu, analiandika, anaweka kwenye ule mdori. Anaanza kuufunga ule mdori. Anafunga, anasema ninavyokufunga hivi ndivyo utakavyokuwa umekaa hivyo kama maiti. Kwa hiyo huwezi ukafanya jambo lolote. Mtu wa Mungu, maiti toka lini ikatembea? Maiti toka lini kafanya biashara? Maiti toka lini kafanya chochote? Hakuna. Ni mwanaume Yesu Kristo tu ndo anaweza kukutoa kwenye hicho kifungo ambacho ndugu yako ameweza kukufunga akatupa mbali. Yawezekana ametupa jalalani, yawezekana ametupa kwenye bahari. Nani atakayeshuhudia ya kuwa wewe umeweza kuwekwa kwenye mdori? Wanakufunga kwenye mdori na wanaweza wakaweka kwenye ile lambo. Unaijua lambo? Zile lambo kipindi cha hayati Magufuli tunaona zilichomwa moto, lakini zilikuwa ndio zinatumika kwa sababu unafungwa halafu unaweka kwenye ile lambo, anasema haichakai. Wanaenda kukufukia kwenye shimo. Utatoka lini? Mwenye uwezo wa kukufukua pale ni damu ya Yesu peke yake. Ile ni damu ya mwanaume Yesu Kristo. Hata inapomwagika ilipiga kelele. Unataka kujua ilipiga kelele kwa kiwango kipi? Ilipiga kelele kwa sababu iliachia ile miujiza. Ile miujiza ilikuwa inathibitisha ya kuwa kwamba huyu aliyekufa si mtu wa kawaida, amekuja kututoa kwenye utumwa. Kwa ametuletea hiyo injili tuweze kukueleza wewe mama unaipita kwenye wakati mgumu, ambaye umefungwa miguu yako ya kuwa kuanzia leo hautapita kwenda mbele. Wamekuwekea mistari kwamba mtu huyu wameandika kwa mganga ya kuwa hatobarikiwa, hatofanikiwa, hatozaa. Mtu wa Mungu, nimekuja kukutangazia habari njema, utazaa na utafanikiwa. Ninafungwa hicho kifungo kwa damu ya mwana kondoo, kwa sababu Mungu amesema alimtoa mwanae wa pekee ili apate kututoa kwenye utumwa. Na hapa anaeleza katika Isaya 42 ya kuwa lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wametekwa. Unatekwaje? Ndio hivyo, unafungwa. Ulishaona kondoo akishafungwa sehemu, asipotokea mtu akuja kumtoa pale, nani anaweza kumtoa? Kwa unafungwa, unakuwa ni mtu wa kula mazingira hayo hayo. Hilo ndio gereza lako. Neno la Mungu linasema ya kuwa wamefichwa katika magereza, wala hapana anayesema toka. Mimi nimekuja kukutoa. Haijalishi umekaa kwenye giza miaka mingapi, leo nuru ya Kristo ikakuzukie mahali popote utakapoisikia hii media. Mungu aachilie moto usio wa kawaida. Unapolisikiliza neno hili, likawe ni neno ambalo limevuviwa nguvu za Roho Mtakatifu. Linapopita kwenye sikio lako, sikio la nje likanyamaze kimya, lipate kusikilizikana lile sikio la ndani. Mungu anasema nitalitoboa sikio lako la ndani ili upate kusikia maneno yangu nitakayo kuambia. Na mimi ninalifungua hilo sikio lako ambalo adui alilifunga ili usipate kusikia neno la Mungu. Alilifunga ili usipate kusikia injili ambayo inazuka kwako, ili ule mwanga wa Kristo upate kukufungua. Neno la Mungu linasema watu hawa wana macho lakini hawaoni. Watu hawa wana masikio lakini hawasikii. Ni nini? Ni watu ambao wanatamani kutoka kwenye vifungo vya ulevi lakini hawawezi. Hauwezi ukatoka bila kupata neema ya neno la Mungu. Anasema ninyi siwaiti tena watumwa, maana mmeshasafishwa na lile neno. Kwa hiyo neno tunapolihubiri kazi yake ni kwenda kukusafisha. Inategemea uko makini kulisikiliza. Ukiwa makini kulisikiliza, kuna neno lako tu moja utaona Mungu amelituma kwa ajili yako. Ndio maana amesema katika Zaburi hiyo kwamba mstari ule wa 107 mstari wa 20, nitalituma neno langu likutoe kwenye uharibifu, likutoe kwenye maangamizo, likutoe kwenye utasa, likutoe kwenye magonjwa. Mimi sijui unapita kwenye magonjwa gani. Wamama wanapata shida, unakuta wamepata mapepo lakini hawana jinsi. Nani wa kuwatoa? Hayupo. Kwa mimi nasema hivi, leo uwe mama unapita kwenye mapepo, unapita kwenye mitihani ya kila namna, nimekuletea habari njema. Kazi yako wewe ni kunitegea sikio tu na kuisikiliza hii media ambayo ninaituma muda huu. Sikiliza neno la Mungu lipate kukutoa kwenye maangamizo. Acha kulizalau neno la Mungu. Lisikilize, lirudie mara kwa mara. Utaona baadhi ya vifungo vinatoka. Kama vile walivyosema kwamba watu hawa wana macho lakini hawasikii.
Watu hawa wanajifanya kuwa ni mji wa Israeli, lakini hawanijui wala kunifahamu. Lakini leo nimekuja kukuletea habari ya wewe uliyenaswa kwenye ulevi. Hakuna mtu anayeweza kukutoa kwenye ulevi, mtu wa Mungu. Unakutana na watu wamelewa, wamelala kwenye mitalo. Ndio hapa Mungu anamtuma Isaya akawatoe watu hao. Ni nani atakayetangaza habari hizi? Ni nani atakayepiga kelele? Neno la Mungu linasema nani atakayepiga kelele watu hawa waweze kutoka huko? Nami nimejitoa muhanga, nimejitoa kama dhabihu takatifu niweze kukutoa mama ambaye neema ya Bwana ya wokovu haijakufikia. Basi utakaposikiliza hii media, Mungu akupe neema, akuwekee kiu ya kulitafuta neno la Mungu, akuwekee kiu ya kutafuta watumishi wa Mungu, akuwekee kiu ya kwenda kwenye semina za watumishi wa Mungu, akuwekee kiu ya kwenda kwenye mikutano. Katikati ya mikutano utapata neno lako na utaona umemjua huyu Yesu Kristo, ndipo utakapofunguliwa vile vifungo. Lakini kwa waganga wa kienyeji hakuna mganga anayeweza kukufungua wewe, kwa sababu aliyekufunga ameenda kwa wewe mganga. Sasa pepo toka lini akamtoa pepo mwenzi? Neno la Mungu liko wazi, Isaya 41 mstari wa 22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Mwanaume Yesu Kristo aliamua kufa ili aweze kukutoa wewe kwenye mashimo, na sasa ametutuma sisi kama mawakala wake tutangaze siri za ufalme wa Mungu. Amesema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Atakayeamini ataokoka na kubatizwa, asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo unaisikia Injili na ukapotezea tu, neno la Mungu linasema utahukumiwa, kwa sababu umelisikia neno la Bwana linakuambia toka kwenye huo utumwa, lakini unang'ang'ania. Unakuta muda ule ule ambao adui amekufunga kwenye kamba yake, unawaza tu saizi niende kwenye pombe. Muda ule ule unawaza sasa niende makoroboi. Muda ule ule adui wanafunga masaa yake. Muda ule ule unasikia kiu, sasa niende kwenye gongo. Muda ule ule ambao amekufungia kitanzi chake, ndipo utakuwa unasikia niende nikafanye kitu fulani. Muda ule ule baba ndo anatamani aende kwa mke wa mtu, aende anaacha mke wake nyumbani, anaenda kutafuta hawala huko. Ule muda ndio adui amefunga hayo masaa, ya kwa haya masaa ndio muda sahihi. Huu muda huyu mtu nitakuwa naweka hii kiu. Kwa hiyo wanaandika, wale watu wako makini mno, wanaandika ya kuwa huyu mtu tumemfunga kuanzia leo hata shika 100, kuanzia leo hata shika 100, hata shika 200. Neno la Mungu liwazi, mtu wa Mungu. Ametutuma tuje tukutoe kwenye hayo mashimo. Ametutuma tuje tukutoe kwenye hizo anasa. Ametutuma tuje tukutoe kwenye huo utumwa ambao adui amekufunga. Kuna mtu ambaye ametamka katika dawa yake, wewe uwe ni mtu ambaye ukipata fedha ni kwenda kuhonga makahaba, ukipata fedha ni kwenda kununulia watu pombe. Ukiangalia nyumbani huna hata nyumba, unalipa kodi. Ni nini? Umenaswa, mtu wa Mungu. Sio wewe, ni shetani anakusurubisha na hayo mateso ili upate kufedheka, upate kuaibishwa, ile heshima yako isipate kutulia. Kwa hiyo nimekuletea habari hizi ya kuwa muombe Mungu akutoe kwenye huo utumwa unaopitia. Wa kukutoa kwenye huo utumwa ni Yesu Kristo peke yake, hakuna mtu mwingine. Naye amekufa na kufufuka ili sisi tupone. Kwa hiyo nimekuletea hii habari usiku wa leo, mtu wa Mungu. Kuanzia sasa hii neno lolote ulilotamkiwa ninalifuta kwa damu ya mwana kondoo na kugeuza kuwa baraka kwako. Halitasimama wala halitakuwa, maana neno la Mungu limesema ni nani miongoni mwao atakayekubali kuambia watu hawa watoke kwenye mashimo. Na mimi usiku wa leo nimejitoa dhabihu kukutoa wewe uliyetekwa miaka mingi kwenye huo utumwa. Umekabatwa fahamu zako, huwezi kuangalia watoto, umekalia. Kuna wale wa baba ambao wanapata zile pension. Unakuta baba yuko vizuri na mke wake, wanapanga vizuri miradi yao, lakini majira yanapokaribia ya kupata ile pension, shetani anahamisha ufahamu. Shetani anamwandalia mwanamke mzuri. Nini kinatokea? Pension ikishatoka, yule mwanamke ameshaandaliwa na shetani. Anajikuta tu yule baba wa watu, mawazo yote waliopanga na mke wake yamepotea, yanafutika kabisa, kwa sababu shetani haji
Haji kuiba tu, anakuja kuiba, kuchinja na kuua kabisa. Kwa hiyo anachofanya, anamteka, anamfanya kwa mawindo yake. Kwa hiyo anampatanisha na mtu ambaye unakuta Delila anatokea mbele yake. Nini kinatokea? Anamnyoa nywele. Akishamnyoa nywele, anakuja kukumbuka hela yote ilishaisha. Miaka yake yote aliyotumikia serikali, miaka 35, hana hata chumba alichosimamisha, hata chumba na sebule. Anakuja kukumbuka kwamba hapa nimepoteza, muda umeenda. Mtu wa Mungu, nimekuletea neno la Mungu. Toka kwenye huo utumwa. Toka kwenye huo urevi. Toka kwenye hiyo roho ambayo adui ameiachilia kwako. Hicho kifungo cha kamba zilizokufunga kwenye miguu yako, leo ni mwisho. Ni lazima ziachie. Utakaposikiliza klipu hii, ni lazima ikutoe kwenye huo utumwa. Maana Bwana ametuamini tuweze kutangaza siri zake. Kwa hiyo yeyote atakayesikiliza media hii, awe na uhakika atatoka kwenye huo utumwa. Mimi sijui ni gereza gani ambalo limekufunga, mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema watu hawa wamenaswa. Watu hawa wametekwa. Mtu wa Mungu, mimi sijui ni shimo gani ulilotekwa. Sijui ni shimo gani ambalo huwezi ukatoka mwenyewe. Ni mpaka waje wenye uweza wa Mungu. Neno la Mungu linasema hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kumuokoa akiwa dhaifu. Ni lazima aje mwenye nguvu ndio aweze kumfunga yule, alafu ndipo yule mtu aweze kutoka. Kwa hiyo na mimi nasema hivi, wewe uliyenaswa na shimo refu, leo tunakutamkia damu ya Yesu upate kutoka. Unatokaje? Mtafute Mungu, uweze kuomba toba, uweze kuwekewa mkono ili uweze kutubu. Unapotubu unaongozwa ile sala ya toba. Na ile sala ya toba ina kawaida ya kukufungua vifungo. Lakini kuna vile vifungo ambavyo ni lazima uwe ni mtu ambaye utakayefuatilia mafundisho yale ambayo ya kukulia wokovu, ndipo unakuja kuwa mtu mwingine. Nimekwambia leo nimekuja kukutoa kwenye huo utumwa unaopitia. Mimi sijui unapita kwenye utumwa gani. Ninachokijua, neno hili Mungu analituma kama lilivyo likufikie na kukutoa kwenye utumwa. Mimi sijui leo yawezekano unapita kwenye utumwa wa kodi, huna hata hela ya kulipa kodi, na mwenye kodi anakusumbua, baba mwenye nyumba anakusumbua, anasema haiwezekani. Mpendwa, usiogope. Usiende kutenda dhambi kwa sababu hauna kodi. Simama kwenye kusudi la Mungu. Mungu atakufungulia mlango mwingine, na utashangaa umepata fedha ambazo hukutegemea. Kumbe ni Mungu anataka ukalipe kodi. Kwa hiyo nimesimama na Isaya. Ngoja tutoke hapo sasa, tuingie Isaya 58 mstari wa 1 mpaka wa 2. Isaya 58 anasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao. Piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Tumetoka kwenye Isaya ya kwanza ya kwamba amesema kwamba watu hawa wamenaswa kwenye mashimo. Na sasa nimekuja kukueleza ya kuwa ametuambia tupige kelele, tupaze sauti zetu kama tarumbeta, ili tuwahubiri watu hawa waweze kutoka kwenye makosa yao, waweze kutoka kwenye dhambi zao. Huyo ni Mungu anamtuma Isaya. Isaya wa leo ni mimi ninayekuletea habari. Toka kwenye huo utumwa ambao adui amekufunga miaka mingi. Kuna mtu amenuizwa tu kwamba wewe utakuwa na ugonjwa wa ukimwi. Mpendwa, kuna ukimwi unaotengenezwa, lakini unakuta ukienda kuombewa, ule ukimwi unakuachia muda huo na saa hiyo. Ndipo unasikia, nilipoenda kuokoka nikapima ukimwi nikaambiwa haupo. Kwa nini? Ulikuwa ni ule ukimwi wa kiini macho. Kwa sababu adui kazi yake ni anafanyaje? Anaitwa ni mtu wa kuchinja, kuua na kuharibu. Kwa anapokuja kwako anaanza na kitu kimoja kimoja tu.
anaanza na kitu kimoja kimoja. Akitoka na hiki anakuja na hiki. Akitoka na hiki anaona hujamgundua, anakupachikia hiki. Akiona kwamba hapa hujaelewa, anakupeleka kwenye gongo. Akiona kwenye gongo hujaelewa, anakupeleka kwenye club. Akiona kwenye club hujaelewa, anakupeleka kwa mume wa mtu. Anaona hujaelewa, baadaye unakuwa ni mfungwa ambaye umefungwa, huwezi hata kujifungua. Nini? Ulianza kidogo kidogo. Ukijaribu, ngoja nijaribu hii bangi na ladha gani. Ulipoonja kidogo, shetani akakaza. Biblia inasema usizalau kifungo. Huyo ni Isaya. Usizalau kifungo kisije kikakaza. Kuna watu wanasema hii dhambi ni ndogo ndogo. Zile ndogo ndogo ndio shetani anapenda kuzitumia kwa ajili ya uharibifu ili apate kukuteka. Neno la Mungu liko wazi, linasema watu hao wamekuwa mateka. Watu wa Mungu, sikilizeni neno la Mungu. Amenituma Mungu nipige kelele, nisiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Nami ninapaza sauti siku ya leo. Toka kwenye huo utumwa, mtu wa Mungu. Acha kwenda kwa waganga, kwenda kuroga wame za watu. Acha kwenda kwa waganga, kwenda kupaka dawa kwa ajili ya kuharibu vijana wetu. Kijana yuko smart, hana ile roho ya umaraya, lakini binti unakuta mdogo ameanza kwenda kwa waganga. Nini? Nipendwe na vijana. Kwa hiyo unakuta binti mdogo lakini ana wanaume zaidi ya 5. Lakini yote hiyo ni utumwa. Amenaswa kwenye mashimo. Wala hakuna mtu anayesema toka kwenye hilo shimo. Nimekuja kukutangazia binti, wakati wa Bwana ukifika utapata mume aliye mwema. Biblia inasema mume mwema anatoka kwa Bwana. Unapoenda kujipeleka unasema sasa acha niende na kwa waganga ili ninapopata nipate bosi mwenye fedha. Mtu wa Mungu, unajichimbia shimo bila wewe kujua. Nini nataka nikwambie? Bosi wa leo anatafuta nyota, anatafuta vibali vya watu. Kwa nini? Atakupenda kweli, atakupa fedha kweli, lakini nini? Anakuja kuua ile destiny yako, anaua ile maono yako yote. Kwa nini? Unapoenda kuvua ile nguo yako kwa ajili ya anasa ya siku moja, na pengine wewe ndio uliyemshawishi kwenda kwa waganga wako kwamba mimi ninapendwa, mimi napendwa na mabosi. Mtu wa Mungu, unatafuta shimo bila wewe kujua, na sijui hilo shimo utalitubia wapi, kwa sababu sifa ya mauti yenyewe inakuelekeza kwenye shimo. Kwa hiyo kuna watu wanazikwa bado wanatembea. Yaani mtu anatembea lakini watu wameshakaa kitako ya kwa mtu huyu tunampa siku kadhaa. Zikifika siku hizi tayari ni nyama yetu. Anasema watu hawa wamefanyika kuwa mawindo. Kwa nini umefanyika kuwa mawindo? Ni wewe mwenyewe umejipeleka. Umeenda kwa mganga ukasema acha nioshe, niwe na nyota, niwe na kibali kwa wanaume wenye hela. Kwa hiyo anatafuta ile ufema, yaani kupendwa na wanaume, kumbe yaani kwa kweli hii dhambi kweli ni utumwa. Kwamba mtu anapopendwa na wanaume wenye hela eti ni bahati. Bahati kupendwa na wanaume wenye hela. Wanaume wenye hela wameoza. Wanaume wenye hela ndio wanaongoza kuiba, kuharibu destiny za watu. Unakuta mtu ana fedha, ameambiwa kwa mganga ukitaka ili hela yako hii iweze kuchanua, nenda kalale na wanawake. Kwa unakuta mtu anaenda anatafuta huyu analala naye, ni ili jina lake liwe kubwa. Mtu wa Mungu, anayeweza kulikuza jina lako ni Yesu Kristo peke yake. Bwana ameniambia nipaze sauti. Hiyo niko kwenye Isaya 58 mstari wa 1, anasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Nami nimekuja kukuhubiri wewe, binti unayekesha kwa waganga. Na mabinti wa siku hizi unakuta ni bado wadogo kabisa, lakini wanataka vibali eti. Yaani baada binti natamani uende kwa mganga ukatafute kibali cha kwenda kusoma, kesho uwe daktari, uwe mwalimu. Hata unapoanza kutaka hao mabosi sio mbaya. Leo bado binti ndio unatakiwa uende labda form 3 form 4, lakini unakuta binti mdogo anamiliki simu iPhone. Kadanganyika, anapoteza, anauza ile neema aliyopewa na Mungu kwa ajili ya iPhone. Nimepata bosi, anajitapa kabisa kwanza. Mimi nina bosi. Ni bosi anayekuchimbia shimo. Unajua ana shida gani? Unajua ana magonjwa gani? Unajua anatumia dawa gani za kuongeza siku? Unafurahia iPhone. Unakuja kufa miaka midogo, unakufa ambapo ulikuwa bado Mungu amekuandalia miaka mingi mbele. Mimi nakusihi mtu wa Mungu, neema bado ipo. Okoka ili Mungu
akupe Roho Mtakatifu atakaye kushauri, atakaye kufundisha, atakaye kuongoza, atakaye kwambia hili vazi halimpi Mungu utukufu. Hapo unakoenda hii njia sio sahihi. Huyu rafiki sio sahihi. Nilifundisha nguvu ya ufufuo. Nikasema nguvu ya ufufuo inakutenganisha na marafiki. Wakati unatembea tu hujaokoka mpendwa, kila mtu anakuaga ni rafiki. Tena uwe na hela, unaweza kuwa na marafiki hata ujui. Lakini unapopukutika una hela, wote wao wanakimbia. Lakini neema ya wokovu huwa inawapangua wenyewe. Unapookoka, Yesu Kristo anakupa Roho Mtakatifu ambaye atashepu marafiki. Anapoona unaenda kwa rafiki atakaye kuangamiza, anamshepu, anamuondoa. Anakupa watu sahihi ambao watatembea na wewe. Kwa hiyo nimekuja kupaza sauti usiku wa leo. Piga kelele, usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Huyo ni Mungu anamwambia Isaya. Paza sauti, watu wapate kusikia neno langu. Asiwepo kujitetea hata mmoja. Toka kwenye utumwa wa shetani. Kwa sababu anayekusumbua, anayekutumikisha na kazi zote hizo ni shetani. Lakini utakapookoka, hata kama yuko kwenye ukoo anasema kwamba wewe utakuwa hivi, lile neno una uwezo wa kusema ninalitangua. Una uwezo wa kusema ninalifuta na kugeuza kuwa baraka. Kwa hiyo tunamwona Mungu anatutuma kwenu, kama ninavyokusobea neno hapa ya kuwapiga kelele, usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Uwahubiri watu wangu kosa lao. Nami nimekuja kukuhubiri wewe unayetenda dhambi. Neno la Mungu linasema, niwaambie Yakobo dhambi zao, waache dhambi, waache anasa. Bwana Yesu asifiwe. Wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu. Basi tutaenda kusoma Isaya 58 mstari wa 11 mpaka 12. Isaya 58. Naye Bwana atakuongoza daima. Ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Mungu anasema utakapookoka, Mungu atakuwekea kitu kinaitwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hapa Isaya mstari wa 11 anasema atakufanya kuwa chemichemi isiyopungua maji. Chemichemi isiyopungua maji ina maana utakuwa ni mtu ambaye ulikuwa hujui kuomba, utaanza kuona unajua kuomba. Ulikuwa hujui kusali, utaanza kuona unajua kusali. Ulikuwa hujui kumwimbia Mungu, utaanza kuona unajua kumwimbia Mungu. Kwa nini? Nguvu za Mungu zimeweza kuwa ndani yako. Kwa hiyo kama nguvu za Mungu ziko ndani yako, anasema ataishibisha nafsi yako. Naye Bwana atakuongoza daima. Unapompokea Mungu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anasema hivi, ataishibisha nafsi yako. Ile nafsi ambayo adui alikuwa ameiponda, ukabaki kopo tupu, unatembezwa na adui, unapelekwa popote ambako upataki yana kupeleka. Muda umefika, anakuambia twende, muda wa kanisani wewe uende, anakuambia twende kwa waganga, twende. Anasema nitaishibisha nafsi yako. Hiyo nafsi itajaa utukufu wa Mungu, na kama utajaa utukufu wa Mungu, ina maana kibali cha Mungu kitatembea na wewe. Kwa hiyo yule aliyezoea kukuchezea, yule aliyezoea kufanya vituko kwako, atajikuta anaacha. Anamaliza hapa, anasema mstari wa 12, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa,
Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Yaani ni kwamba wewe ambaye utachaguliwa kuwa mzaliwa wa kwanza katika familia, utakayepata neema ya wokovu baada ya hili neno nililokufundisha, hili neno nililokuambia, nimekuja kukutoa kwenye utumwa. Mungu anasema atakufanya kuwa boma la kutengeneza misingi iliyoharibiwa. Unaona? Anasema atakufanya na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka. Pamebomokaje? Ni kwamba utaenda kuvunja miungu ya ukoo. Utaenda kukuta watu wanaumwa, wewe uliyepata nuru ya Kristo utaenda kutangaza sifa za ufalme wa Mungu. Kwa utajikuta unaenda nyumbani unakuta kuna magonjwa. Wewe utakapotamka neno moja tu, neno lile linaachilia udhihirisho wa nguvu za Mungu. Kwa wale watu wanatoka kwenye mashimo ya magonjwa, wanakuta ilikuwa ni nyumba ambayo watu wanaumwa, watu hawapati kutulia, lakini wewe unapookoka unafanyika kuwa baraka kwenye familia. Kwa watu waliokuwa wamezoea kuumwa, utatamka neno la uponyaji, watapokea afya. Watu waliozoea kulia kwamba jamani, mahali hapa sisi ni tuna magonjwa ya kurithi, wewe utatamka neno, kuanzia leo nyumba hii hakuna magonjwa ya kurithi, nayo yatasikia, maana yana masikio. Kwa hiyo Mungu anatufanya kwa watoto wake, anakubadilisha kutoka kwenye nguvu za giza na kukupeleka kwenye nguvu za Mungu aliye hai. Anasema nalikuhamisha kutoka nchi ya wafu na kukupeleka nchi ya walio hai. Kwa nini? Ile nafsi yako anasema ataishibisha. Na kuifanya kuwa chemichemi. Kwa hiyo usiogope mtu wa Mungu. Unapookoka kumbe kuna vitu vingi unapokea. Anasema nitakufanya kuwa chemichemi. Chemichemi ya maji yasiyopungua. Yaani mafuriko ya nguvu za Roho Mtakatifu yatakuwa ndani yako. Kinywa kilichokuwa kiwezi kutamka kuponya kitaponya. Kinywa ambacho kilikuwa kiwezi kuhubiri kitahubiri. Ndio maana yake ya chemichemi isiyopungua, kwamba umekuwa chombo chake, kwa sababu amekutoa kwenye nguvu za giza, amekutoa kwenye mashimo ambayo alikuwa amekunasa, amekutoa kwenye anasa zote, amekuleta kwenye nuru ya ufalme wa pendo lake. Kwa anafurahi. Mungu anafurahi. Anasema mwenye haki mmoja anapoziacha dhambi na kuirudia toba, mbinguni wanafurahi, wanapiga makofi, wanashangilia. Kwa leo nimekuletea habari ya kutoka kwenye utumwa. Ninaomba mama uliyeteseka miaka mingi haupati mtoto, leo nimekuja kukutoa kwenye huo utumwa ambao waliokufunga hilo tumbo leo lazima waachie, watake wasitake. Lisikie neno la Bwana usiku wa leo, unaenda kuachiliwa kuwa mtu mwingine. Mungu wetu anavyo vizazi. Mungu wetu ndiye aliyekiumba hicho kizazi chako. Ataenda kule walikofunga hicho kizazi na kukifungua, na utakuwa salama. Wewe uliyepita kwenye utumwa wa ndoa miaka mingi, Bwana yu hai. Anasema amefufuka kweli kweli, na ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge. Nami nasema hilo joka ambalo limekupitisha kwenye huo utumwa wa ndoa miaka mingi, leo ninaenda kukutoa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mtoto ambaye umekuwa ni wa kuanguka kifafa, kila wakati unaanguka kifafa, kumbe si kifafa, ni watu tu wametengeneza mazingira wewe uwe ni mtu wa kuanguka kifafa, wao wanajipatia utajiri. Lisikie neno la Bwana. Leo sifa kuu ni kuokoka tu, na Mungu ataingilia kati, mtoto wako hataanguka tena kifafa. Wale wanaosema haya magonjwa ya kurithi, kuna watu wanajiita wao ni magonjwa ya kurithi. Yaani sisi kwetu wote tunaumwaga sukari. Mtu wa Mungu, lisikie neno la Bwana. Wewe una uwezo wa kulikataa, maana amesema atakufanya kuwa chemichemi ya maji isiyopungua. Maji ni nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa atakufanya kuwa chombo kingine, atakufanya kuwa chombo cha kupolea, maadamu tu ukikubali kulisikia neno hili likutoe kwenye ule utumwa. Kama ulikuwa umezoelea dhambi, iache dhambi, toka kwenye huo utumwa. Nimekuja kukuambia toka kwenye hilo gereza ambalo adui
amekufunga miaka na miaka, ameteka ufahamu wako miaka mingi ya kuwa wewe uwe ni mtu wa hapo tu. Yaani wewe ni mtu wa kwenda kutafuta hela na kula basi, lakini huwezi ukafanya chochote nyumbani. Huwezi ukanunua hata kikombe cha 2,000. Kwa nini? Umekamatwa ufahamu. Ninakuombea kwa huyu Bwana, Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi aliyefufuka, afufuke na wewe pia, akufanye kwa chombo kingine. Siri kuu ni kutubu na kumrudia Yesu msalabani na kusema niko hapa, akusafishe, akutengeneze ili uwe chombo kiteule kitakachomfaa Bwana kwa kazi njema. Huyo ni Yesu. Anasema nitakufanya kwa msingi, nitakuinua kwa misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye ukiwa, mwenye kutengeneza mahali palipo bomoka. Mungu anakuchagua mtu mmoja ili uweze ukatengeneze wenzio. Anasema, alimwambia Petro, nitakuimarisha wewe peke yako ili uweze kwenda kuimarisha misingi ya wenzio. Kwa hiyo na mimi ninakuomba, unayenisikiliza, utakayesikia media hii, ukisikia huu ujumbe usikae peke yako. Waambie na wengine wasikilize ili wapate kutoka kwenye mashimo ambayo yamewanasa. Watoke kwenye huo utumwa ambao adui amewanasa miaka mingi. Mimi nimekuja kukutoa kwenye huo utumwa kwa nguvu ya damu ya mwana kondoo. Tunamalizia hapa, anasema, na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Utarejeza njia. Watu walikuwa wamjui Kristo, wataanza kumjua. Watu walikuwa wajui maana ya wokovu, wewe utawaeleza. Amesema piga kelele. Piga kelele, paza sauti yako. Haijalishi wokovu ni vita. Haijalishi ndugu zako atakwambia umechanganyikiwa, wewe waambie tu. Ile ni mbegu unapanda. Apolo alipanda mbegu, Kefa akamwagilia, lakini roho ya uzima ambaye ni Yesu Kristo alikuja akaitia uzima nayo ikaota. Kwa hiyo kazi yako ni kupanda mbegu. Ikifa sio kazi yako. Wewe kazi yako panda mbegu, waambie watu habari ya Kristo, ya kuwa yeye anaponya, yeye anawatoa watu kwenye mashimo, anawatoa watu walionaswa na dhambi, watu waliofichwa kwenye magereza, waliokaa gizani. Yeye anasema anawanasua na kuwatoa ili wakatangaze sifa za Kristo. Kwa hiyo nimekuletea habari hii ya kuwa ninapaza sauti, ingia kwa Yesu. Yesu atakukarabati, atakufanya kuwa fimbo ya kuchapia wengine. Maana anasema nalikufanya kwa lungu la kuchapia wengine. Kwa wewe nitapiga mataifa. Kwa unapompa Yesu maisha yako, yeye anasema atakutoa kwenye hizo anasa. Atakutoa kwenye hizo kiu. Haijalishi kiu inapiga haramu kiasi gani kwako. Yeye anasema atazitoa. Maana yeye ni mkuu kuliko wakuu. Anasema yeye ni Mungu, wala hakuna anayefanana naye. Na kuna sehemu anajitambulisha ya kuwa yeye ni mwamba imara. Na kama ni mwamba imara, hakuna linaloweza kusimama kwa mwamba imara. Kwa hiyo nimekuletea siri hizi ya kuwa wewe uliyefichwa kwenye mashimo, lisikie neno la Bwana. Nimekutumia lile neno ambalo amesema atalituma neno ili likutoe kwenye hayo maangamizo ambayo unateseka. Mimi sijui unapita kwenye uchumi umekatika kiasi gani. Yuko Yesu aletaye faida. Amesema mimi ndiye nikufundishaye upate faida. Tena kuna sehemu nyingine Kumbukumbu ya Torati anasema yeye ndiye atupaye nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo atakutoa kwenye utumwa. Lakini anakutoaje? Ni lazima wewe mwenyewe ujitishe. Ukubali kutoka kwenye huo ulevi. Ukubali kutoka kwenye hizo dawa za kulevya. Kataa dhambi naye atakutoa. Yesu Kristo amejiaddress kwako usiku wa leo kupitia kinywa cha mtumishi wake Debora. Anasema toka huko ulikofichwa ukatangaze siri zake. Siri kuu ni kuokoka tu. Nimekuja kukuambia mpe Yesu maisha yako. Toka huko ulikopotea. Toka huko ulikofungwa kama midori. Toka huko ulikolishwa madawa na madawa ili uweze kusahau familia yako. Yesu anakuita, anakuambia rudi. Haijalishi una dhambi
kiasi gani. Amesema dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera, yeye atazisafisha ziwe nyeupe kama theluji. Kwa anatoa mwaliko, njoo uokoke mama, hujachelewa. Unapita kwenye mateso kwa sababu wewe mwenyewe umekubali. Kama ukimpa Yesu maisha yako, ni kweli utapita kwenye changamoto, lakini mtu wa nne atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo kuna sehemu utaanguka, yeye atakuinua na kukutia nguvu. Lakini ukijampa Yesu maisha yako, mtu wa Mungu, utateseka miaka na miaka, lakini hakuna anayeweza kukuonea huruma. Mpa Yesu maisha yako. Toka kwenye huo utumwa. Toka kwenye hayo mashimo. Toka kwenye hizo dhambi ambazo umezizoelea. Shetani ana kawaida ya kupangilia. Ule muda fulani unapofika, ile kiu inakuja. Unaanza kumwambia kama ni mtoto, kaniletee bia 2, ninasikia kiu. Sio kiu, ni kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani. Kwa hiyo kale kautumwa kanakuja, kuna muda na masaa. Shetani anakuja muda ule ule na saa ile ile. Anakwambia huu muda saa hizi kunywa kidogo. Kunywa hata 2-3. Lakini hiyo yote hataki utoke kwenye urevi. Kwa ukiwa una hela anakuambia kunywa 2-3. Na unapotaka kuokoka unasikiliza neno la Mungu, unasema lakini nimeteseka, imetosha. Acha niondoke sasa. Lakini utakapotaka kuokoka tu unapata kampani ya wenzio. Njoo tunywe pombe hapa, tule kitimoto. Unasema labda nitaokoka kesho. Mtu wa Mungu, saa ya wokovu ni leo. Usingoje kesho, kwa sababu kuna wakati itakuja kiu ya neno la Mungu. Huyu anayekuhubiri leo utamtafuta na hautompata tena. Lisikie neno la Bwana. Bwana ayambia mataifa, amesema twende tukayafunze mataifa kuwa wanafunzi wake. Na mimi leo ninakwambia mama, uliyenaswa kwenye mashimo, toka kwenye hilo shimo la utumwa ambalo adui amekufunga miaka mingi. Ameweka mihuri yake kwamba usitoke, wewe utakuwa ni wa kukaa ndani. Ukitoka hata uuze maandazi yanaoza yote. Ukitoka ujaribu kuuza sambusa zinaoza zote. Ukisema basi nikajichanganye na wenzangu nichukue vikoba vinakufa. Kwa nini? Kwa sababu mkono wako hauna ile protection. Hauna ile damu ya mwana kondoo. Ni mkono wa kawaida. Ni mkono ambao Mungu anasema ni mkono uliotoboka. Toka kwenye huo utumwa. Dada, toka kwenye huo utumwa. Mpe Yesu maisha yako. Yesu anakupenda, ametuma mwaliko huu umtumikie. Anapendezwa sana na mtu mmoja mwenye haki anapompa Yesu maisha yake. Anasema atakufanya kuwa msingi ya vizazi vingi, na utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, mahali palipokuwa pamedharauliwa, mahali ambapo walikuwa wameshafunga kwamba hapa watamiliki nyumba za nyasi tu. Mungu anapomuinua mzaliwa wa kwanza, anaenda kubadilisha yale mazingira. Tunaona Mungu alimuinua mzaliwa wa kwanza Yusufu, alienda kubadilisha njaa ya Yakobo. Wote wakaenda kula bure, wakakaa pazuri na wakapewa maeneo, kwa sababu alitokea mtu mmoja akatengeneza yale maboma ambayo yalikuwa yameharibiwa kwa Yakobo. Lakini Mungu anaposhuka anaachilia neema na kufuta aibu. Kwa hiyo anamsimamisha mzaliwa mmoja, anamsimamisha mzaliwa wa kwanza mmoja kwa ajili ya kuficha aibu za familia, kwa ajili ya kuficha. Unakuta kwenye familia watu wote wamechoka, lakini Mungu anaamua kuchagua mtu mmoja, ndio anaijua kweli. Yule mtu mmoja anafanyika baraka kwa ajili ya wengine. Kwa leo nimekuletea habari, toka kwenye huo utumwa. Tunamwona hata Yusufu alipita kwenye utumwa mwingi, lakini mwisho wa siku alitoka. Alipata mtu wa kumtoa. Alipata mtu anaitwa Farao akamtoa kwenye utumwa. Kwa hiyo na mimi leo ninakutoa wewe mama unayepita kwenye shida nyingi, toka kwenye huo utumwa. Maana unapita kwenye mateso ya ndoa lakini bado hujampa Yesu maisha yako. Kwa hiyo unakutana na marafiki wanakuambia nenda kwa mganga kamtengeneza atakuwa hivi. Kumbe ndio anazidi kuwa mkorofi. Mpe Yesu maisha, ndio dawa pekee. Mpe Yesu maisha yako, atatengeneza hiyo ndoa. Mpe Yesu maisha yako, watoto watasimama kwenye kusudi la Mungu. Watoto wanaokusumbua, wametekwa, wamefanyika kwa mateka, unawaambia hawasikii, kumbe watoto walishafungwa sehemu, wewe unakaa na makasha tu. Mungu anakuambia usiku wa leo, mpe Yesu maisha yako, yeye atatengeneza watoto. Mpe Yesu maisha yako, atayakarabati hayo maisha. Utashangaa kiu za pombe zinafutika. Utashangaa kiu
ya umalaya inafutika. Utashangaa kiu ya kuvuta bangi inafutika. Kiu ya kuvuta ugoro inafutika. Kiu ya kufanya anasa inafutika, kwa sababu Roho Mtakatifu anaposhuka ana kawaida ya kuondosha zile kiu. Unakuwa mtu mzuri, na ndio maana anasema katika Isaya, atakupa jina zuri la sifa. Lakini sifa zote lazima uokoke, ili Mungu akuondolee yule adui mkorofi aliyezoea kukufunga na kukuwekea mipaka ya kuwa mtu hautapita hapa, wewe utakuwa ni wa kuuza mboga za majani tu. Kumbe ni mtu mmoja ambaye tajiri mkubwa, lakini kwa sababu ulishafungwa kile kifungo na hakuna anayesema toka hapo, huwezi ukatoka, mtu wa Mungu. Huwezi. Otherwise mtakuwa mnashindana tu. Huyu atauza nyanya ntole, wewe utauza nyanya. Ukitaka kujinasua hapo anakurudisha, wewe ndio hapa. Ila ukimpa Yesu maisha, utajua kuomba, utajua kukemea, utajua kukata. Mimi sio hapa, mimi ni wa pale. Maana anasema neno hili halitasimama wala halitakuwa. Neno la Mungu limethibitishwa na kuhakikishwa. Kwa unapolitamka kwa uaminifu, kwa imani, anasema neno langu ni kama moto. Yeremia 23:29 anasema, je, hamjui neno langu ni kama moto? Je, makapi ni nini mbele za Bwana? Lisebeni neno langu kwa uaminifu, maana ni moto, tena linakatakata vipande. Ukiendelea kusoma zile habari, alikuwa anawaambia wale manabii wa uongo ambao wanasema tumeota ndoto, kumbe ndoto wanajiotesha wenyewe. Kwa mimi nimekuja kwa 1 mstari wa 11. Nitaishi hapo. Isaya 41. Neno la Mungu linasema, tazama, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona. Wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako, kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Huyo ni Mungu. Anasema wewe ambaye utakumempa Yesu maisha yako, usiogope. Yawezekana unaogopa kumpa Yesu maisha yako, unahisi kwamba yani mimi nimetoa mimba zote hizi, kweli Yesu anaweza kanisamehe hizi dhambi? Anasema yeye ni mwaminifu, atakushika kwa mkono wake, akikwambia usiogope. Atakusaidia, atakutia nguvu na kukufutia ile dhambi yote. Wala kujihukumu hakutakuwepo tena, kwa sababu yeye anapokuokoa anafuta dhambi zote. Anasema mimi ndiye niyafutaye makosa haya. Wewe kazi yako ni kumpa Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapoikiri ile sala, na yeye anasema atalifuta jina lako kwenye kitabu cha hukumu, ataliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima. Hautakuwa mtu wa kawaida tena. Na ndio maana ukiokoka yanazaliwa majina mapya. Haka kama mama ni karokore, kalishatoka kule. Kwa nini? Yesu anakutenganisha na ile dhambi. Haijalishi adui alifunga kiasi gani, haijalishi adui alijua kwamba hapa ndio tumemweza, yeye atakuondoa. Maana mkono wa Bwana una nguvu, mkono wa Bwana una uwezo, mkono wa Bwana umethibitika. Aliweza kuwatoa wana wa Israeli. Atakushindwa wewe eti kwa sababu ni mlevi tu? Mungu ni mwaminifu, atakutoa kwenye huo utumwa. Mimi nimekuja kupiga kelele usiku wa leo, toka kwenye hiyo dhambi inayokupa kiu kila wakati. Nimesema toka kwenye dhambi. Toka, haijalishi umepita kwenye dhambi ngapi, usijihukumu. Kuna mtu anaweza akasema, yani mimi nimepita kwenye kulawiti watu, nimepita kwenye masturbation, nimepita kwenye kutoa mimba, nimepita kwenye kuiba wame za watu, kweli nitasamehewa? Mtu wa Mungu, haijalishi umeua watu wangapi, haijalishi ulikuwa jambazi sugu kiasi gani, lisikie neno la Bwana. Bwana amenituma kwako, amesema watu hawa wamenaswa kwenye mashimo, wala hakuna anayesema toka. Mimi nimekuja kukuambia toka kwenye huo utumwa, toka kwenye huo utumwa. Na anakuthibitisha, anasema ya kuwa atakushika kwa mkono wake wa kuume, akikwambia usiogope.
Kwa nini anakutia moyo usiogope? Anajua unaweza kaanza kuwaza zile dhambi. Unaanza kuwaza, yawezekana hivi nilivyoiba, hivi nilivyofanya hivi. Anasema usijihukumu. Kazi yako wewe, mpe Yesu maisha yako. Acha dhambi. Acha dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani. Neno la Mungu liwazi. Kwa nini ubaki kwenye hilo kaburi? Kwa nini ubaki hapo wakati Yesu amefufuka? Mimi nataka utoke. Sitaki ubaki kwenye hizo dhambi. Toka kwenye huo utumwa. Yesu Kristo amefufuka na wewe fufuka. Funguka huo ufahamu wako. Unakuta mtu akisha leo amechoka, watoto wamemcheka, anasema kesho nitaacha, lakini kesho kifungo kiko pale pale. Hakiwezi kutoka kwa sababu kina uhalali wa kukushambulia. Kifungo kinatoka pale utakapompa Yesu maisha yako. Ndipo Yesu anaingilia kati na kuvunja zile nila ambazo zilikuwa zinakuonea. Kwa anamalizia anasema hapa mstari wa 13. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope. Mimi nitakusaidia. Usiogope ya Yakobo uliye mdudu, nanyi watu wa Israeli. Mimi nitakusaidia, asema Bwana, na mkombozi wako na mtakatifu wa Israeli. Tazama utakapookoka sasa. Anakupa hii sifa, anasema tazama nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupulia, chenye meno. Utaifikicha milima na kuisaga, nawe utafanya vilima kuwa kama makapi. Ana maana atakupa mamlaka. Kila anayempa Yesu maisha yake anasema nitakufanya kwa mwana wa Mungu. Nitakupa uwezo na mamlaka wa kuzishinda zile dhambi zilizokuwa zinakuonea. Anasema utakanyaga majoka, utakanyaga inge, na nguvu zote za mwovu adui hazitakushinda. Ndio maana ule ufunguo anasema nimekupa ufunguo. Wewe ndiwe Petro, nimekupa huu ufunguo. Kila utakalo lifunga duniani na mbinguni limefungwa, na kila utakalo lifunga mbinguni na duniani limefungwa. Utakalo lifungua duniani na mbinguni litafunguliwa. Zile funguo zilikuwa na mamlaka. Anasema hivi, wewe ndiwe Petro, nimekupa ufunguo huu, wala milango ya kuzimu haitalishinda hilo kanisa. Alikuwa na maana gani? Kwamba uweza aliyompa hautakuwa wa kawaida, uweza wa kinywa. Anavisema nimekupa amri ya kukanyaga nyoka na inge. Usije ukafikiri kazi rahisi. Ni lazima nawe ujitishe kwenye maombi. Kwa hiyo leo nimekuja kukutoa kwenye utumwa unaoteseka mama. Huo utumwa umepita na utumwa muda mrefu. Leo lisikie neno la Bwana. Toka kwenye huo utumwa. Mimi sijui unapita kwenye utumwa gani. Pengine unafanya biashara ni hasara tupu. Huo ni utumwa. Adui anaweka hasara, anakupa chuma urete, anafagia wateja wote. Na wewe unasema ngoja na mimi nikachukue ndulele niweke. Unasema ngoja na mimi niende kwa mganga wangu anipe kadawa niweke. Mnakuwa mnashindana tu. Waganga wanashindana, dawa zinashindana, lakini hakuna damu ya Yesu ambayo mganga anaiweza. Na ndio maana ukiokoka vizuri, ukakaa vizuri na Mungu, wanakuita ni mchawi. Kwa nini? Yesu wetu ni mbabe. Yesu wetu ni mwamba imara. Yesu wetu anaitwa mganga wa waganga. Nani anamweza Yesu? Hayupo. Ukitaka ujue hayupo, angalia ile nguvu ya ufufuo iliposhuka. Malaika wa nguvu ya ufufuo alivyoshuka, alishuka na tetemeko lisilo la kawaida. Hata walinzi waliotumwa kwenda kulinda kaburi wanasema walibaha, wakawa kama wafu. Usicheze na Mungu akikuchagua. Tamani kuwa mmoja wa wale waliochaguliwa katika familia, ili ukawe mtengenezaji wa maboma yaliyoharibiwa. Wanapolia watoto wanaumwa, wewe tamka neno moja tu, wanaona wale watoto wanapona. Mungu atakuheshimisha. Neno la Mungu linasema atakayekubali kunitumikia, nami Bwana nitamheshimu. Kwa hiyo kama nataka sifa ya kuheshimiwa, ni kitu kimoja tu, okoka, mfuate Yesu, naye atakukarabati, atakufanya kuwa mtoto wake. Kufika hapo, nimefika mwisho wa kipindi changu. Nimesema habari za utumwa. Sijui mama unapita, afya imekataa, adui amekuteka afya yako. Leo tunamwambia rudisha.
Haijalishi watoto wamekutesa miaka mingapi, leo ufahamu wao unaenda kurudishwa. Haijalishi aliyewateka amewateka miaka mingapi, Yesu Kristo amekufa, amefufuka, ameiachilia ile damu yake. Amesema tuwafungue watu kwenye mashimo yaliyowanasa. Haijalishi umekuwa mlevi kiasi gani, haijalishi kwenye mahusiano umepita kwenye utumwa kiasi gani. Kila mwanamke unayemtafuta anakuja, unaenda unafikia hatua ya kwenda kutoa posa, anakukataa. Huo nao ni utumwa. Mpe Yesu maisha yako. Anasema mke mwema anatoka kwa Bwana. Ukimpa Yesu maisha yako, Yesu atakupa mke mwema. Hautapata mke bora mke, na ndio maana unashindana nao, kwa sababu kila atendaye dhambi ni mtumwa wa shetani. Kwa hiyo ninakusihi mtu wa Mungu, mpe Yesu maisha yako, atakutoa kwenye huo utumwa. Mimi nimepewa kazi moja tu ya kupiga kelele. Ya kupiga kelele, nipaze sauti yangu kama tarumbeta. Nikutoe kwenye hiyo dhambi inayokutesa. Nikutoe kwenye hilo gereza ulilofungwa na watesi. Wamefunga kwenye kaburi ile miaka 10. Wanasema mtu huyu hatopata kazi miaka 10. Mtu wa Mungu, hilo kaburi leo lazima Yesu Kristo kama alivyofufuka, na wewe haijalishi wameweka jiwe la kiasi gani, hilo jiwe litavilingishwa na malaika na atalikalia, utatoka humo ukiwa salama. Huyo ni Yesu ametutuma, ametupaka mafuta tukutoe kwenye hilo shimo ambalo unateseka miaka mingi. Toka kwenye ulevi dada, toka kwenye ulevi kaka, toka kwenye zinaa kijana, toka kwenye zinaa baba, toka kwenye huo uasherati. Ikimbie dhambi, ikimbie zinaa. Ni dhambi ndogo, lakini inakuharibia utaratibu wote wa maisha yako. Inakupa jina baya, lakini kwa Yesu unapewa jina la sifa. Ulikuwa unaitwa mlevi, watakuita ni mwimbaji, anamwimbia Mungu. Ulikuwa unaitwa kahaba, utaitwa yule mama alipata mume mzuri, saizi yuko na watoto wake 3. Mungu anabadilisha majina ya watu. Nilitoa mfano jana nilipokuwa naeleza utukufu wa Bwana unapokuzukia unakubadilishia maisha. Nikatoa mfano wa mtu anayeitwa Simeon Petro. Anasema alipotokewa na Yesu alishangaa, akatetemeka, akasema bila shaka wewe ni Yesu, toka kwangu mimi ni mwenye dhambi. Kwani ni ule utukufu ulioshuka ukamwezesha kupata zile samaki, na akaanza kuita na wengine. Nilieleza kwamba utukufu wa Bwana unaposhuka kwako lazima watu wa karibu wapate kujua. Basi kufikia hapo nimefika mwisho wa somo langu. Jijue wewe umepita kwenye gereza lipi. Siku ya leo isikilize hiyo media mara kwa mara, itakutoa kwenye huo utumwa. Haijalishi wamekufukia kwenye kaburi wakatamka maneno gani, liko damu ya Yesu tutaitia, itamwagika kwenye hilo kaburi, nawe utafunguliwa, utaachiwa, utakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Basi acha tuombe kwa ajili ya wewe ambaye upate kutoka kwenye huo utumwa. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakutukuza mfalme wa amani. Asante kwa neno zuri ulilonituma. Umetangaza kwenye neno lako ya kuwa watu hawa wamenaswa kwenye mashimo, wala hakuna anayesema toka, wala hakuna anayeweza kuwaokoa. Nami Bwana nimejitoa kama dhabihu takatifu. Umesema itoeni miili yenu kwa dhabihu takatifu. Nami nimekuja kutangaza habari zako. Nami nimepiga kelele na kupaza sauti yangu kama mahusiano yaliyokuwa yametekwa, likifungua watu waliopita kwenye uchumi mbovu, likifungua watu ambao hawapandi vyeo makazini, likifungua watu ambao wamekalia kutesa wenzao. Wote waokolewe, wakujue Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ninaituma nguvu ya ufufuo ikawafufue, nuru ya Bwana ikawazukie. Baba, achilia mwanga wako ukapite kwenye neno hili kama nuru, ili ikawazukie walio vipofu wapate kuona tena, walio viziwi wapate kusikia tena, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, umenitumia kama chombo, nami sibebi utukufu wako. Pokea sifa na heshima. Baba, ninawaweka watu wako mikononi mwako, mkurugenzi pamoja na vijana wenzie. Baba, wape afya, wape kibali, wape mafuta ya ulinzi, na achilia malaika wa ulinzi wa kupanda na kushuka. Wape neema katika maono yao, asiwepo adui wa kuharibu maono yao,
katika jina la Yesu Kristo. Ninaiweka wakfu madhabahu hii, ninaitakasa kwa damu ya Yesu. Asiwepo adui wa kuachilia maripizi juu ya watoto waliofunga media hii pamoja na mimi niliyehubiri. Baba, ninafuta maripizi zote, ninafuta mashambulizi yote kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba Bwana uliyenipa kibali hiki, hata kesho nitakapotaka kuhubiri nitubie kama chombo. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Ninajua watu wako wanaenda kutoka kwenye utumwa wa umaskini, wanaenda kutoka kwenye utumwa wa masturbation, wanaenda kutoka kwenye utumwa wa magonjwa, wanaenda kutoka kwenye utumwa wa ndoa ya mtu mmoja, wanaenda kutoka kwenye utumwa wa magonjwa, wanaenda kutoka kwenye utumwa wa mahusiano mabaya, wanaenda kutoka kwenye utumwa wa uchumi mbovu. Baba, nenda kawabariki kazi za mikono yao, nenda kabariki watu walioko makazini, waone neema na wokovu na nuru yako inavyowazukia. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.